Upendo ulioanza kwa bahati. Katika jiji la Dar es Salaam, aliishi msichana mrembo na mwenye moyo wa upole aliyeitwa Asha. Kila siku alikuwa akienda kazini kwenye duka la vitabu karibu na ufukwe wa bahari. Asha alipenda utulivu, vitabu na sauti ya mawimbi ya bahari. Siku moja mchana, kijana mmoja aitwaye Daniel aliingia dukani. Alikuwa mgeni jijini na alikuwa akitafuta kitabu cha mashairi. Asha alimsaidia kutafuta kitabu hicho. Walipoanza kuzungumza, waligundua wana mambo mengi yanayofanana. Wote walipenda mziki wa taratibu, kutembea ufukweni na kuangalia machweo ya jua. Daniel alitabasamu na kusema, naona kama nimepata kitabu kizuri zaidi kuliko nilichokuwa natafuta. Asha alishangaa kidogo. Kitabu gani? Aliuliza. Daniel akamwangalia machoni na kusema kwa upole, hadithi yako. Asha alicheka kidogo, lakini moyoni alihisi kitu cha kipekee. Kuanzia siku hiyo, Daniel alianza kuja dukani mara kwa mara. Baada ya wiki kadhaa, Daniel alimwalika Asha kutembea ufukweni jioni. Walitembea polepole huku mawimbi yakipiga ufukweni na upepo mwanana ukivuma. Daniel alisimama ghafla na kusema, Asha, tangu siku ile nilipoingia dukani, maisha yangu yamekuwa tofauti. Nahisi furaha kila nikikuona. Asha alitulia kwa muda, kisha akatabasamu kwa aibu. Na mimi pia nahisi hivyo. Jua lilikuwa linazama polepole baharini, na hapo ndipo upendo wao ulipoanza rasmi. Kimya kimya, lakini wenye nguvu kama mawimbi ya bahari. Baada ya jioni ile ya ufukweni, maisha ya Asha na Daniel yalibadilika polepole. Walianza kukutana mara kwa mara, wakitembea ufukweni, wakinywa kahawa pamoja, na wakati mwingine Daniel alikaa dukani akimsikiliza Asha akisimulia hadithi kutoka vitabu alivyovipenda. Kadiri siku zilivyopita, upendo wao ulizidi kukua. Lakini siku moja, Daniel alikuja dukani akiwa kimya sana kuliko kawaida. Asha aligundua mara moja kuwa kuna kitu kinamsumbua. Daniel, kuna nini? Asha aliuliza kwa upole. Daniel alivuta pumzi ndefu. Nilikuwa nataka kukuambia kitu, lakini sikuwa najua nianzie wapi. Moyo wa Asha ulianza kupiga kwa kasi. Daniel akaendelea kusema, nilikuja Dar es Salaam kwa kazi ya muda tu. Baada ya mwezi mmoja, nitarudi Arusha. Maneno yale yalimgusa Asha kama upepo baridi. Alikaa kimya kwa muda. Kwa hiyo, utaondoka? Aliuliza kwa sauti ya chini. Daniel akamwangalia machoni. Ndiyo, lakini ukweli ni kwamba sitaki kukuacha. Siku zile zilizofuata zilikuwa na furaha na huzuni kwa pamoja. Walijaribu kutumia kila muda waliokuwa nao pamoja. Siku moja jioni, Daniel alimwalika Asha tena ufukweni pale walipokutana kwa mara ya kwanza. Machweo ya jua yalikuwa mazuri kama siku ile ya kwanza. Daniel akatoa kitu mfukoni, mkufu mdogo wenye umbo la moyo. Asha, alisema kwa upole, hata nikirudi Arusha, nataka ujue kwamba moyo wangu utabaki na wewe. Asha macho yake yakaanza kung'aa kwa machozi ya furaha. Kisha akasema, umbali hauwezi kubadilisha upendo wa kweli. Daniel akamshika mkono, na kwa mara ya kwanza, wakakumbatiana chini ya mwanga wa jua linalozama. Lakini ndani ya moyo wa Asha kulikuwa na swali moja.